Madam Pejo, mambo vipi? Fresh. Mzima. Hongera sana bana. Sasa hivi nimepata kuona hata nikiingia kwenye mitandao ya kijamii Puza. Pazo. Bana, moja kazi ambayo inafanya vizuri sana. Asante sana. Hongera sana. Nashukuru. Hivi kwa nini baadhi ya wadada ambao wanaofanya vizuri ambao ni wasanii wa kike wanapoingia tu kwenye ndoa, yani kama kuna mwanga fulani unakuwa unapungua? Siwezi kuielezea sana kwa sababu jambo la ndoa ni makubaliano ya mke na mume huko waliko, si ndio? Lakini kwa machache najua mtoto wa kike akiolewa kuna vitu unatakiwa ufate kutoka kwa mume wako. Kwa mume akikwambia sitaki uende sehemu fulani, huwezi kwenda. Unataka uende, unaenda. Nataka ufanye hiki, unafanya. Kwa msanii wa kike aliolewa ana mambo mawili. Ana yeye kukubali afu ana mume wake. Kwa mume akikubali anaweza kufanya kazi, akikataa hawezi kufanya kazi. Kwa unaweza kuona zamani walikuwa wanafanya sana na baada ya kuolewa au muoni sana kwa sababu kuna kuna watu wawili ndio wanaongoza yeye kitu chake anachokifanya. Kwa hiyo unataka kuniambia kuna umuhimu wa wanaume wakati mwingine kuweza kujua thamani ya vitu ambavyo wanawake walivyo navyo? Yeah. Na ni wanaume wote ambao wanashindwa kuelewa hivyo, au wale wanaume wanakuwa wanaelewa lakini wanasimamia misingi ya ndoa? Kuelewa wanaelewa. Ingekuwa kama hawaelewi wasingemuoa huyo msanii. Ila wanaelewa kwamba huyu ni mke wangu na anafanya hichi kitu, anakipenda, anakithamini na kinampa kitu. Na amekubali kumuoa kwa sababu anajua hicho kitu anakifanya. Kwa anaelewa. Ila kuna vitu tu ambavyo vipo, yani hivyo vipo automatic. Mfano hivyo upo. Kuto kusikilizana sana, au kazi zetu sisi zina changamoto. Unaweza ukapigiwa simu njoo tushuti Zanzibar siku 2, ukaenda kukaa wiki, tayari ushamdisappoint mume wako. Umenielewa? Kwa kesho ikitokea tena kazi ya kwenda siku 1 au 2 hawezi kukuruhusu kwa sababu aamini kwanza kama kile kilichotokea kweli ulikuwa unafanya kazi au kuna kitu kingine kilikuwa kinaendelea. Kwa mpaka kumuaminisha aamini kwamba kweli ni kazi ilitokea tatizo ikapelekea mkakaa wiki nzima ni ngumu sana. Kwa nataka kuniambia kwamba mwanaume akiwa director, mwanamke akawa mwigizaji, kuna nguvu gani inapatikana pale? Yaani kwamba wote wanafanya kitu kimoja. Wakifanya kitu kimoja inakuwa vizuri zaidi kwa sababu wote wako pamoja na wote wanafanya kitu kimoja. Okay, wewe ni mwanamuziki mwanadada gani ambaye wakati kabla hujaanza kuingia kwenye hii industry ulikuwa unamwangalia, lakini kuna namna ambavyo ulikuwa unajifunza kupitia? Wapi hiyo? Kwenye sanaa ya uigizaji. Yaani ndio Tanzania. Tanzania tuzungumzie. Hii naomba hilo swali tuliache. Ni wengi. Ni wengi wanafanya vizuri. Wengi wanafanya vizuri. Unahisi Pazo unaiona vipi kwa miaka 3, miaka 2 mbele? Inshallah, hiyo ni majaliwa yake Allah. Natamani au naona inaweza kuleta au italeta mafundisho kwa watu ambao wataifuatilia. Na ona kule ambako siwezi kuielezea ila Mungu mwenyewe ndo anajua. Umekuwa ukipokea simu wakati mwingine za wadau, watu mbalimbali, bwana movie yako, kazi zako tunazikubali. Yani wale wadau wako, yani watu ambao wanafuatilia Pazo? Napokea sana. Hivi comments wakati mwingine unazisoma? Nasoma comments na najua. Ni vitu gani unajifunza kupitia comments? Makosa wanayonipa huwa nafanyia kazi, najifundisha kutokana na kile wanachonifundisha wao. Kwa wasanii ambao leo wanaanza kuigiza na hizi changamoto umezielezea hapa kwamba mwanamke anapoingia kwenye ndoa wakati mwingine kuna hivi na hivi. Mwanadada ambaye anataka kuingia kwenye sanaa leo, ikiwa yuko kwenye ndoa au hayuko bado kwenye ndoa, ni neno gani ambalo ungependa kumwambia kwa wakati huu? Kwa dada ambaye anataka kuingia kwenye sanaa, anataka kuingia maana bado hajaingia, si ndio? Kama bado hajaingia kwanza na unataka kuolewa au umeolewa afu ndo unataka kuingia kwenye sanaa, kwanza kabisa ni mume wako ajue nini unapenda.
ajue nini unataka na kusapoti. Umpate mume au huyo mume wako asapoti hicho kitu unachokifanya. Asipo kusapoti hamna popote utafika. Hauwezi kutoboa. Ngumu.